Je, unampenda Mungu? Matendo ndio yanatafsiri upendo. Nini unafanya ndio kinachotuonyesha unampenda au humpendi. Wengi wanasema wanampenda Mungu, lakini walichonacho ndani yao sio upendo, bali ni mahitaji yao kwa Mungu. Wanasema wanampenda Mungu, lakini kinachowaleta kwa Mungu sio upendo, ni mahitaji yao. Wewe ujitafakari kwamba unampenda Mungu au unataka vitu vyake, au unapenda vitu vyake. Umekuja kwa sababu unampenda au kwa sababu unahitaji kitu fulani kutoka kwake. Kwa hiyo utakuwa unajiuliza moyoni mwako kama kweli unampenda. Tunapaswa kusukumwa na nguvu ya upendo wake kwa Mungu na kumfuata, sio nguvu ya uhitaji wake. No. Nguvu ya upendo ulioko ndani yake. Anampenda Mungu kiasi gani? Basi anamfuata. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari ule wa 5. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo hatumpendi kwa kujaribu, tunampenda kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa nguvu zote. Kwa hiyo mchana wa leo nataka utafakari kama unampenda ni kwa moyo wako wote, kama unampenda ni kwa nguvu zako zote, kama unampenda, je, ni kwa roho yako yote? Na kama ni hivyo, ni matendo gani yanayoonyesha huo upendo ulionao? Ni kiasi gani unajitoa kwa huyo Mungu? Hauji kanisani mpaka wakutie moyo, hauji kanisani mpaka wakufuatilie, mpaka wakupigie simu hatukuona Jumapili. Huo ndio upendo ulionao kwake. Hauji kanisani ukiwa na njaa, hauji kanisani ukiwa una hela, hauji kanisani ukikwazwa. Hakuna watu wanawaona waajabu kama watu ambao wanaacha kusali kwa sababu walikwazwa na muumini. Eti muumini mwenzie kamkwaza, eti anaacha kusali. Hao ni watu wa ajabu sana, hawana upendo juu ya Mungu aliye naye. Ananikwazaje muumini na acha kusali? Ananikwazaje muumini na hama kanisa? Ananikwazaje muumini na tengana na mchungaji? Hawa ni watu wasio na upendo kwa Mungu wao. Ukimpenda Mungu hakuna kitakachokutenganisha naye. Kijana akimpenda binti anakosana na wazazi wake, upendo unamwambia huyo ndiye mwanamke sahihi. Wazazi wanamwambia huyu hakufai. Kijana anachagua kwenda kwa binti kwa sababu upendo ndio unaoamua ndani yake. Wakikukataza usiende kanisani, inakuwa rahisi kuacha kwa sababu una upendo. Lakini upendo ukiamua ndani yako, watakukataza utakwenda tu, watakuzuia utakwenda tu, watakuambia habari mbaya utakwenda tu. Wengine mnanipenda kwa sababu hamjasikia habari zangu mbaya. Siku watakapoambia habari zangu mbaya, ndio siku mtaacha kunifuata. Lakini ukimpenda Mungu hakuna kitakacho kuzuia kumfuata. Sasa unatokea ndani huu upendo, alafu unatiririka kuja nje. Sasa unapotiririka kuja nje, unaonekanaje? Kile tunachofanya ndio kinatafsiri kwamba tuko na upendo. Ile nguvu yetu tulionayo, iwe ni kiuchumi, iwe ni kimamlaka, iwe ni utajiri. Sasa hiyo nguvu hiyo, tunapompenda Mungu kwa nguvu zetu zote, hii nguvu itaonekana. Tunaelewana? Itaonekanaje? Tunafanya nini kwa Mungu na hizo nguvu? Hizo nguvu za utajiri, hizo nguvu za uchumi, hizo nguvu za kimamlaka, tunafanya nini kwa Mungu na hizo nguvu? Ndio zitatafsiri upendo tulionao kwa huyo Mungu, kama kweli tunampenda kwa nguvu zetu zote. Ukiwa msomi ndani ya kanisa, inatakiwa elimu yako ifanye kazi kanisani. Ukiwa tajiri ndani ya kanisa, utajiri wako unataka ufanye kazi nyumbani mwa Bwana. Ukiwa na maarifa ndani ya kanisa,
Maarifa yako yanatakiwa yafanye kazi ndani ya Bwana, ndani ya nyumba ya Mungu. Hivyo ndivyo unavyompenda Bwana kwa nguvu zako zote. Unasema mimi sina hela, una elimu, lete elimu yako ifanye kazi. Una hela, una ufahamu, lete ufahamu wako ufanye kazi. Hivyo kwanza, hujui kuhubiri, hujui nini, ila unazo hela, lete hela. Hujui uweze hata kuimba kwaya, uweze kuimba hata kasingo kako na nini, lakini Mungu akujalie kwenye kauchumi kako unaweza kupata 200, 300. Hizo 200, 300 zileta kwa Bwana. Unampenda Bwana, unampenda Bwana kwa namna hiyo. Uweze kupenda bila kutoa. Kwa hiyo Mungu anatoa upendo, lakini anapokea pia nini? Upendo. Kumbuka hii ni amri, anasema mpende Bwana Mungu wako. Ni amri. Anatoa upendo na anapokea upendo. Je, unaweza kumpa Mungu unachokipenda na kukihitaji zaidi? Kama huwezi kumpa Mungu kitu unachokipenda, it means bado hujaanza kumpenda. Kama bado huwezi kumpa Mungu kitu unachokihitaji zaidi, it means bado hujaanza kumpenda. Utakapoanza kumpenda, utampa kitu unachokipenda. Wakati tumeezeka, mnakumbuka nilitoa gari yangu, si mnakumbuka? Lakini nilipata nyingine. Unapompa Mungu unachokipenda, atakupa unachokipenda kilicho bora zaidi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Upendo uzaa kutoa. Kwa hiyo mtu hawezi kusema anao upendo kama hawezi kutoa. Kumbukumbu 8:17-18. Kumkumbuka ni kurudi tena kwake na sehemu ya utajiri ulionao. Maanake kile ulichopewa na Mungu uanze kurejesha tena kwa Mungu. Mungu alimtoa Yesu Kristo kwa sababu ya upendo alionao kwa ulimwengu. Kwa hiyo ukitaka kujua kiwango ambacho Mungu aliupenda ulimwengu, unaangalia kiwango cha sadaka aliyotoa. Mwana wa pekee, mwana wa pendo lake akamtoa. Alipomtoa akaupata ulimwengu, akatupata sisi sote, kwa sababu alimtoa mwanaye wa pekee. Na vitu mwanangu huwezi kupata mpaka umetoa. Ili upate ni lazima utoe kile unachokipenda. Unapotaka kukipata, tafuta unachokipenda, toa kwa ajili ya unachokipenda, utakipata. Kuna vitu mwana wa Mungu hautavipata hata kama unavipenda kiasi gani. Ni mpaka umeamua na wewe kutoa sehemu ya kitu unachokipenda kwa ajili ya kile unachokipenda, ndipo utapata unachokipenda. Mungu alitaka maisha ya wanadamu, akatoa maisha ya mwanadamu. Alitaka wawe hai, akautoa uhai wa Yesu Kristo. Upendo wako kwa Mungu hauwezi kuonekana kama hauwezi kutoa. Tutauona kwa kiwango kile unachomtolea. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima, kisha awe nao tena. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kumwendea Mungu kwa sadaka zako, kwa sadaka zako. Kuna kajamaa fulani mtandaoni kwa kanahubiri mpaka unakaona kamepaniki, kile kanahubiri kinyume cha fungu la 10. Sasa unaona, yani kanafundisha ni kamekasirika, unaona spirit ya umaskini inakatafuna. Na mimi nahakikisha kila senti ninayoipata natoa fungu la 10. Mimi na mke wangu tunakaa tunasema, no, hii hela hata kama ni kubwa kiasi gani, fungu la 10 hatupunguzi hata senti moja. Tuko tayari tuongeze, sio tupunguze. Na tukifanya hiyo tunapata hela, hatupungukiwi hela. Mimi ninakuhakikishia Mungu anaweza kukufanyia kila kitu unachotaka, kila kitu. Na uhakika na Mungu ni wewe tu kuwa na pendo la dhati kwake. Mpende
mpende kwa moyo wako wote, pende kwa nguvu zako zote. Unanishangaza wewe Bwana kwa matendo yako, hata niseme niimbe siwezi maliza hizo sifa zako.